tunakuinua wewe, oh, tunakutukuza wewe. Wewe ni mfalme, tunakutukuza wewe, tunakuinua wewe, tunakutukuza wewe, Bwana. Wewe ni mfalme, sema Bwana, tunakutukuza wewe, Yesu wewe, tunakuinua wewe, tunakutukuza wewe, wewe ni mfalme, Mfalme, tunakutukuza wewe, tukuza wewe, tunakuinua wewe, inua wewe, tunakutukuza Bwana. tunakutukuza wewe, Wewe ni mfalme, umeelewa? Unaweza kuanza tunakutukuza wewe, tunakuinua Bwana, tunakuinua wewe, tunakutukuza wewe. tukuza wewe, Wewe ni mfalme, sema tunakutukuza wewe, tukuza wewe, tunakuinua wewe, tunakuinua wewe, tunakutukuza wewe, tukuza wewe, tunakuinua, wewe ni mfalme, tunakutukuza, tunakutukuza wewe, tunakuinua wewe, tunakuinua wewe, tunakutukuza Bwana. tukuza wewe, Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, tunakutukuza wewe, tukuza wewe, tunakuinua wewe, tunakuinua wewe, tunalitukuza jina lako. tukuza wewe, Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme. waweza ongeza kelele kwa Bwana. Haleluya! Mfalme, Yesu wewe ni mfalme, Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, hakuna kama Bwana. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme, wewe ni mfalme. wewe ni mfalme. Tunaweza kuendelea kucheza mbele za Bwana. Sijakona bado. I want to see you. Wachanganya miguu. One more time, one more time, quick. One, two. Bottom. Twende. Tunaweza tukaenda pamoja na wewe. Moja, mbili. Yesu,
Unaweza ukatoa kitambaa chako twende juu mbele za Bwana. Sijakuona bado. Angalia nao tunaenda namna hii. Nisikie vigelegele kwa Bwana. Kwa mara ya mwisho, cheza cheza cheza. Unaweza ukapiga makofi ya mbele za Bwana. Wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme. Wewe ni Unisikia kanisa sasa, tukila maneno. Wewe ni mfalme. Imba tena. Wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme. Unazidi miungu yote. Wewe ni mfalme. Hakuna anayeweza simama mbele yako. Once again. Ita wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme. Ni mfalme wa wafalme, mfalme wa wafalme. Wewe ni mfalme. Fanya namna hii taratibu. Taratibu, unaweza ukainama kidogo mbele za Bwana. Wewe ni mfalme. Ukiwa umeendelea kunyosha mkono wako mbele za Mungu. Mungu anasema saa ipo, nayo saa inakuja ambao mwabudu halisi watamwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Naona ilivyokuwa raha kama nini tunavyomtumikia Mungu wetu tukimtukuza. Yesu ametumba ili tumwabudu yeye. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu wa kuogopwa. Yesu anao wameungama mbele zako. Wamezileta dhabihu za sifa mbele zako. Kukuabudu wewe peke yako. Wewe ni mzuri. Wewe ni mtakatifu. Utakatifu ni vazi lako. Nino moino. Yesu. 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 Kwa sababu hiyo tunakupa sifa Yesu. Wakuheshimiwa
Raba Rikosotoriandarabasai Ikoriandarabasa. Ni wewe Yesu pekee, wewe unayetuponya na kutulinda kwa uwezo wako Bwana. Ni wewe uliyetusaidia, ni wewe uliyetuponya. Umefika wapi katika safari yako? Hakuna asiyejua safari ni nini. Aliyeokoka anajua safari, asiyeokoka anajua safari. Shida ni mbili. Aliyeokoka anajua safari za duniani na anajua safari ya mbinguni. Asiyeokoka anajua safari ya Dar es Salaam, anajua safari ya Njombe, anajua safari ya Isuto, anajua safari ya Mwanjerwa. Kwa hiyo watu wote tunajua safari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini somo letu linasema umefika wapi katika safari yako? Nisomee kitabu cha Wafilipi 3:12 mpaka 13. 3:12 mpaka 13. Amen. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 na 13. Mstari wa 12 na 13. Neno la Bwana linasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Mstari wa 13. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachumilia yaliyo mbele. Huyu ni Paulo anaeleza kwa Wafilipi. Anasema si kwamba nimekwisha kufika au kama nimekuwa mkamilifu, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Si kwamba nimekwisha kufika, anamaanisha wakati huo Paulo anapoongea na Wafilipi kwamba yupo safarini, hata kama anawahubiria watu habari za uzima, habari za safari, lakini si kwamba amekwisha kufika, anaendelea na safari. Haleluya, anaendelea na safari. Hakusema ameshafika. Kuokoka ni njia ya kuanza safari. Haleluya. Kubadili safari tulizozizoea za duniani, za kupanda bajaji, za kupanda costa, za kwenda Dar es Salaam au Dodoma, za kwenda Mwanza. Lakini safari anayoisema ni safari ya kuelekea kwa Baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Swali hili, umefika wapi katika safari yako? Swali hili kila mmoja anatakiwa ajiulize. Bwana, nimefika wapi?
Bwana, niko wapi? Bwana, nafanya nini? Hili swali. Haleluya. Kwanza sisi tunasafiri. Hivi ulivyo kufika kwako nyumbani mwa Mungu, uko safarini. Amen. Sisi hatujafika. Wokovu sio kufika. Wokovu ni kubadilisha zile safari tulizozizoea mara ya kwanza za mabasi na bajaji na bodaboda. Tunayo safari sionekana kwa macho ya kibinadamu, ambayo mtu akichunguza na kuicheki namna gani hawezi kuiona, ila anaiona Mungu pekee. Swali hili linapotuuliza umefika wapi katika safari yako, lazima ujue unasafiri. Hebu kumbuka, mtu anapotoka Dar es Salaam, anapotoka Dodoma, hata Uyole, maana wengine safari zao mwisho Uyole. Hii Tanzania ni kubwa. Kuna wakati nilikuwa nasafiri sana, nilikuwa nashangaa sana. Kuna sehemu zingine unafikiria mtu wa kwanza kuja huku aliamua nini? Ilikuwaje? Mnatembea kama mnapotea, lakini kumbe mbele kuna mji na kijiji. Watu wapo bwana, wanaishi. Wanapata wapi mahitaji mpaka unashangaa? Hawa watu wanapata wapi mahitaji? Lakini wanaishi, wana afya vizuri. Ukiangalia maduka, huduma hizi za kijamii kuzipata ni shida, lakini wanaishi. Haleluya. Nixon anacheka. Baada wakati tulikoenda Morogoro, kila mtu alikuwa anashangaa, hivi inakuaje kwenda kumzika yule mwanafunzi? Tunaenda. Tumefika Morogoro, bado kuna kilomita za Rough Road kama zile zilizidi 100 na kitu zile. Mnaenda kama mnapotea. Bado tumefika eneo husika, basi tulionayo wanasema haiwezi kuingia mpaka kule kwenye sehemu ya kumpeleka kuzika. Safari hizo watu kushamu. Wakasema tutafute Costa ndio afadhali. Ile basi kaachwa pale. Kuna kilomita tena 20 za kupenya porini mpaka mfike sehemu hiyo. Ikafika mahali Costa na yenyewe ikasema hapana, huko mlimani sifiki mimi, mfike nyewe wenyewe. Tukatafuta bodaboda. Mimi nikawa nimepanda bodaboda na mchungaji Ayubu. Tukaenda na yenyewe ikasema pale kufika mpaka pale bodaboda haiwezi. Safari. Haya, tuanze kutembea. Pandisha milima mpaka kufika sehemu ya tukio. Ni safari. Wanafunzi hapa waonage hivi. Hapa kila mmoja alikotoka anajua yeye ni siri yake. Lakini ni safari. Bwana Yesu asifiwe. Si wao tu. Kuna mshirika mmoja tulienda kuzika mahali, unatembea mnatereza.
breki hakuna. Ukikaa vibaya na vingirika, watakuta kule umetangulia. Tukikutana hapa mjini, acha tufurahi. Lakini zote ni safari wanazoelekea watu, zinazojulikana na wanadamu. Amen. Tumishi wa Mungu, tunayo safari tunayosafiri kwenda kwa Baba yetu. Safari za duniani zinaishia hapa, lakini baada ya kuondoka duniani ipo safari ambayo tunaelekea mbinguni. Njia yake iko hapa. Biblia inasema ipo njia ionekanayo sawa kwa watu, lakini nawapeleka wapi? Mapotevuni. Ina maana njia zipo wazi kabisa za maamuzi, watu waamue. Zinaelekezwa namna ya kusafiri, watu waambiwe safari ni hii. Ndio maana Paulo akasema hata kama anaongea haya, si kwamba ameshafika safari yake, bado hajafika. Anaendelea kufanya juu chini ili safari yake afike salama. Haleluya, haleluya, afike salama. Anasema anafanya juu chini awe mshindi kati ya watu wanaosafiri. Ndio maana somo letu linasema umefika wapi? Hili swali ndilo tulilo nalo, na ambalo huwa tunauliza ukiwa na mgeni anatoka Dar es Salaam, anatoka Tukuyu, anatoka Igogwe, anatoka sijui Umarira, huwa tunauliza umepanda gari gani? Ataongea gari aliyopanda, lakini bado anaposafiri unamuuliza amefika wapi? Haleluya, haleluya. Nilikuwa naongea na katibu hapa, anasema juzi amenipigia mshauri mkuu, akaniambia nina kijana wangu anakuja Mbeya, amepata kazi serikalini. Sasa nakuomba mpokee na awe hapo kwako. Kumbe amepata musti hapo juzi. Sasa kijana ni mgeni kabisa, akawa amenirushia namba yake. Anaposafiri amefika Iringa, napiga, uko wapi? Niko Iringa. Aha, endelea. Ikafika mahali hapatikani kwenye simu. Kumbe safari yake, ile gari anayosafiri walimwambia inafika Mbeya, kumbe inakatisha kwenda Njombe. Usipande kimotiko. Waongo. Alisema tunafika wapi? Mbeya. Wakawashushia pale Makambako. Pale wakaanza kusubiri Costa wasafiri waje huko. Wanasafiri Costa, mnazijua, mpaka itoke pale Makambako. Akaingia hapa mimi saa 9 usiku. Akafika wapi? Akafika 8. Wakasema sisi tunaishia hapa, watufiki kule mjini. Ni mgeni. Ndipo akanipigia simu, safari yangu nimefika. Umefika wapi?
Nimefika 8:8, bado hujafika. Basi nakuja, ikabidi niondoe, washe gari na kwenda kumchukua. Saa 9 usiku. Sasa huwa tunauliza umefika wapi? Kuna wakati kama simu haipatikani na mioyo inapanda juu. Huyu na usiku huu yuko salama? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa safari tulionayo, unaulizwa leo umefika wapi? Kuna watu wamesimama, wameshindwa kuendelea na safari. Kuna watu wamesimama hawajui waendelee na nini. Wamesimama hawajui kama wanasafiri. Na kuna watu kwenye safari yao magonjwa yamewapata. Wapo wanashangaa na magonjwa. Na kuna watu madeni kwenye safari yao yamewazukia. Anashindwa aendelee vipi na safari. Kuna watu anapofanya mitihani haelewi. Amefika mahali hapo anashangaa. Kuna watu familia zao zinasumbua. Anashindwa sema nini. Kuna watu mume wake anamsumbua. Anaposafiri amekutana na kikwazo ambacho ni mume wake kumsumbua. Kuna watu mke wake anamsumbua. Anashindwa namna ya kusafiri. Leo unaulizwa umefikia wapi? Kitu gani ambacho kinakukera hata unashindwa kuendelea mbele? Kinafanya ushindwe kuelewa wokovu ni nini? Leo nataka kukutia moyo, bado safari inaendelea. Bado safari tunaendelea. Safari inaendelea kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi umefikia wapi. Kama umefika Makambako bado hujaingia Mbeya, hicho ni kikwazo cha kubadilishiwa magari. Kumbuka yupo Mungu anakuuliza, mwanangu umefikia wapi? Siku moja wakati nahubiri, nikawa naongea mahali fulani, nikasema kuna mtu mpaka sasa anatamani hata kujiua, aondoe maisha yake, asiwepo duniani. Dunia imemtosha na madeni yameanzia miguuni mpaka kichwani. Mtu akimuona yeyote anafikiria, Wanyakyusa anasema anamng'ong'a. Waswahili mnasemaje? Anamzomea. Kila anayemuona anafikiria kwamba nasemwa mimi, nazomewa mimi. Ni safari ulipo. Leo unaulizwa umefikia wapi? Umefika wapi? Kitu gani ulipofikia kinakuzuia? Ni kitu gani? Nataka kukuambia safari inaendelea. Safari inaendelea. Ndio maana Paulo anasema si kwamba nimefika, bado naendelea. Pamoja na yote aliyokutana nayo, si kwamba nimefika, bado naendelea. Nataka kila mtu aseme naendelea na safari kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama pana vikwazo, bado naendelea na safari, maana yupo Mungu atakayenipitisha, atakayeniwezesha, hata kama pakoje, bado safari naendelea. Sema naendelea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Safari inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Safari inaendelea, usiishie hapo. Usiishie hapo. Ndio maana kuna watu sema, yani kama wewe unakuta tunashinda kanisani, uko wapi? Tunakuuliza.
Safari yako umeishia wapi? Kufika mara moja Jumapili kanisani bila sababu? Ionekane kuna sababu maalum inayokurudisha. Safari yako imefikia wapi? Na kuna watu wengine mko hapa. Mimi nilifikiri wote tunakuaga tuko wote tuna njia hii moja. Lakini kuna watu hawako njia moja na sisi. Safari yako imeishia wapi? Mimi sikujua, kumbe wapo watu makanisani anasema na safiri, lakini amekataa kabisa kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ameikataa. Kuna watu wameishia mahali hataki kubatizwa, lakini yupo kanisani. Safari inaendelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikujua kama kuna mambo kama hayo, lakini kumbe yapo. Kumbe yapo. Hivi kuna watu wako hapa hawajabatizwa. Tuna ubatizo mbele yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisomee kitabu cha Mathayo 3:15 inasemaje? Kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 na ule mstari wa 15. Biblia inasema, Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Amen. Kwa hiyo kama upo umeukataa ubatizo, hujatimiza haki, safari yako unaulizwa umeishia wapi tangu umeokoka? Ndipo ulipoishia hapo. Safari inaendelea kwa jina la Yesu. Timiza haki. Sema haki yote. Naomba kwa sababu nina mambo mengi, hebu tusimame. Jiulize mwenyewe kama safari yako imeishia kwenye chipsi, useme. Kama safari yako imeishia kwenye biashara, useme kwamba mimi biashara ndio kipaumbele kuliko Mungu. Na kama sivyo umekosea, mwambie Bwana nihurumie. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu umeona magonjwa ndio halali, ndio kipingamizi sana kwako, au mume wako au mke wako, mwambie Mungu nisamehe. Nisamehe. Safari yako imeishiwa wapi? Leo tulikuwa na michango mingi na sadaka nyingi. Mwingine anakimbia sadaka na michango. Sasa kisikia hivyo, ndio safari yake imeishia hapo. Hazina yetu ilipo ndipo moyo wetu utakapokuwepo. Kila tunachokifanya hapa tunakifanya kwa Bwana. Endelea na safari kwa jina la Yesu. Kataa kurudishwa nyuma kwa jina la Yesu. Na kutia moyo, endelea na safari, isiwepo jambo linalokurudisha nyuma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Magonjwa yasikurudishe nyuma. Amen. Kukataliwa kusikurudishe nyuma. Safari inaendelea. Unaulizwa umefikia wapi? Umekata tamaa? Hebu kila naomba wimbo wa kuabudu. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika ibada yetu, lakini pia usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika channel yetu nzuri @EAGT Ikuti TV. Karibuni sana.